Okay, Bwana Yesu asifiwe. Ni siku njema tena, tunamshukuru Mungu sababu tunaelekea mwaka mpya ambao ni mwaka wa 2026. Tumetoka mwaka ambao ni 2025 ambao ilikuwa ni mwaka ulikuwa na changamoto hapa na pale. Ila ni ile tu neema ya Mungu ilibeba wengi, ndipoza umeona huu mwaka ama umeingia mwaka wa 2026. Kwa hivyo ni neema ya Mungu ambao imekuwezesha umeuona huo mwaka, si eti ni kwa sababu labda ulikuwa na pesa ama ulikuwa na uwezo. Ni neema ya Mungu ilikubeba hadi umeona wakati kama huu tena ambao ni usiku, masaa yanaelekea saa 6, na nami namshukuru Mungu sababu ya neema na kibali. Ni wakati mwingine tena nitaenda kutoa unabii katika kitabu cha unabii wangu katika kitabu cha Yeremia 22 mstari wa 1. Unabii wangu wa huu mwaka ambao tumeingia mwaka wa 2026 unaenda kutoka katika kitabu cha Yeremia 22 mstari wa 1, na maandiko yanasema hivi. Tasoma kwa jina la Yesu ndipoza nikaweze kutoa unabii jinsi Roho wa Bwana atakavyo nielekeza katika jina la Yesu. Kitabu cha Yeremia 22 verse 1, maandiko yanasema, hili ndilo asemalo Bwana, shuka kwenye chumba la kifalme la mfalme wa Yuda, utangaze ujumbe huu huko. Sikia neno la Bwana, mfalme wa Yuda, wewe uketie kwenye kiti cha enzi cha Daudi. Wewe, maafisa wako na watu wako mnaopitia malango haya, hili ndilo Bwana asemalo, tenda haki na adili, muokoe mkononi mwa mdhalimu yeye aliyetekwa nyara. Usimtendee mabaya wala ukatili mgeni, yatima au mjane, wala usimwage damu isiyo na hatia mahali hapa. Unabii wangu leo utatoka katika hicho kitabu cha Yeremia 22 mstari wa 1. Saa hii hatuongelei juu ya Yuda. Saa hii tunaongelea juu ya taifa na juu ya nchi nzima, kwa wale ambao Mungu amewaweka katika uongozi. Maandiko yanatuambia mchunge wale watu ambao ni wanyonge, wale watu ambao ni mayatima, wale watu ambao ni wachane, yani wale watu hawana uwezo. Msiwadhulumu kwa njia yoyote, ama msimwage damu kwa njia ambayo isiyofaa. Kwa hivyo tunapokanyaga huu mwaka ambao tumeingia mwaka wa 2026, wengi watasema ni mwaka wa mafanikio, ila mimi nitakuja kinyume na maono yao, sababu jinsi dunia inavyosonga mbele ndivyo mwanadamu anaelekea ama anafanya maovu zaidi. Ni kama jinsi miaka inavyosonga ndivyo na wewe unavyoendelea kuzeeka. Jinsi tunavyoendelea kusonga na miaka, ndio watu wanaendelea kufanya maovu, ndio watu wanaendelea kuacha Mungu, wanaanza kufanya vitu za dunia. Ndio maana unaona watu wengine wanauawa, watu wengine wananunua wengine, wanaua wengine bila sababu, watu kukufa ovyo ovyo. Ndio maana Mungu anatuonya katika hichi kitabu, tusimwage damu ambayo isiyo na hatia, haswa kwa wale viongozi ambao wako katika uongozini. Kwa hivyo ni onyo kwenyu kama viongozi, msimwage damu ambayo haina hatia yoyote. Kwa hivyo
usione kana kwamba unachokifanya ni kizuri kufurahisha labda cheo chako ama kufurahisha wanadamu. Jua unapoua ile damu bado inakulilia ama inakutafuta. Inaweza ikawa isikuangamize wewe, ikuje kuangamiza watoto wako ama familia ya kwako. Kwa hivyo huu mwaka ambao tunaovuka ama tumevuka ambao ni mwaka wa 2026, nitatabiri kwa uwezo wa Roho Mtakatifu jinsi Bwana atakavyo nielekeza. Huu mwaka ambao tumeingia utakuwa ni mwaka ambao ni wa maafa ya kila mara. Tutaona maafa ya kiholela. Watu watakuwa wanauawa tu bila sababu. Na kutakuwa na mambo kama viongozi kupoteza umaarufu wao. Viongozi wengi hawatakuwa na ile umaarufu sababu ya tabia zao ama mienendo yao mbaya. Wengine hata Mungu ameshawawacha jinsi alivyowacha. Kuna mtu aliwachwa kwa Biblia alikuwa anaitwa Sauli. Sauli amewachwa na Mungu sababu ya kutoka katika ile uwepo wa Mungu na kufanya mambo ambayo hayakumfurahisha Mungu. Kwa hivyo viongozi wengi watapoteza umaarufu wao. Hawatakuwa tena na ule umaarufu. Tena viongozi wengine watainukiana, hata wale ambao walikuwa ni marafiki. Mtaona huu mwaka tena wengine wakitengana. Ni wale walikuwa marafiki wa kiti cha kwanza, wengine utaona wengine wakitengana. Na kutakuwa na kiangazi ama kutakuwa na ukame tena. Huu mwaka ambao tumeingia kutakuwa na ukame, kutakuwa na njaa. Na ni mwaka ambao viongozi watakuwa wananunua watu kwa ajili ya kuwapenda ama kupenda zile sera zao. Ni mwaka ambao tutaona viongozi wakitumia pesa zao kuonga ama kuongana ndiposa wakaweze tena kurudishwa katika uongozi. Na ni mwaka ambao tutaona tena watu wa serikali wengine tena wakikufa. Kwa hivyo ni mwaka ambao umebeba tena visilani za vifo sababu ya uchaguzi. Unajua uchaguzi kawaida unapoelekea kufanyika lazima kwa wale wanaoenda katika mambo ya ushirikina lazima wamwage damu. Kwa hivyo ni mwaka ambao sio mwaka mzuri. Na viongozi wengine wa serikali watakufa, wengine watakufa, wengine wataona huo uchaguzi ambao unaokuja wa 2027. Kwa hivyo hiyo ndio sauti ya Mungu. Kama hujajiweka katika njia nzuri, unafaa ukarudi kwa Mungu. Ila tu ombi langu kama mtumishi wa Mungu, ningependa tu mrudi kwa Mungu na muache kuwa na tamaa. Muwe na utu ndani yenu. Msiwe ni watu ambao mnadhulumu watu wengine. Kwa wale ambao watajiweka katika njia ambao ni ya kiungu, Mungu atawakinga ama Mungu atawahifadhi ama Mungu atawaweka, atawapigania kwa njia nyingine. Kwa wale ambao wanaoenda katika njia ya Mungu, Mungu atawarejeshea tena zile viti zao ama nafasi zao ambao ni ya uongozi. Kwa hivyo kanisa mnahitajika msimame kwa maombi kwa ajili ya taifa lenu, muiombe nchi yenu, muombe viongozi wenu. Mungu akawape hekima na busara, na Mungu awabariki. Muwe na mwaka mpya na mwaka mwenye mafanikio ambao Mungu ametuwezesha kuona. Kwa hivyo I wish you a happy new year 2026. May God bless you abundantly. God bless you. Shalom. Shalom.